Tulikutana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook. Na huko kipindi hicho alikuwa amebezi sana kwenye mambo ya Mungu. Kwamba kila ukiingia kwenye peji yake unakuta anatangaza habari za maombi, za kuwaombea watu, mwenye changamoto andika message yako, tutaomba pamoja. Hivyo yani kila ukiingia unakutana tu anahubiri. Kila ukiingia unakutana naye anahubiri. Mimi nilikuwa na changamoto yangu. Nikamtafuta private. Mchungaji, ninapitia changamoto hii na hii, nahitaji kuomba na wewe. Akaniambia haina shida. Nikamweleza kile ambacho nilikuwa napitia, maana nimepitia kwa muda mrefu sana. Afu nikawa sina mahali ambako naweza kuzungumzia. Lakini baada ya kumwambia akaniambia akaomba namba. Maana hatuwezi kuongea messenger, hatuwezi kupigiana messenger anytime. Kuna muda naweza nikawa offline au yeye yuko offline. Kwa hiyo baada ya kubadilishana namba tukaanza kuwasiliana. Nafikiri alifanya maombi kama ya wiki nzima. Aliniombea wiki nzima. Yani kila ikifika asubuhi ananipigia simu, tunaomba. Ndani ya ile wiki moja Mungu alivyo ajabu. Ile changamoto sikuwahi kuiona mpaka leo. Kwa baada ya hapo hatukuishia sasa hapo tu. Tuliendelea kuwa marafiki, mshirika wa online, yani mchungaji wangu mtandaoni. Maana sijui kanisa lake liko wapi, sijui hata anakokaa, lakini tunaishi kama nasali kanisani kwake na mimi ni mshirika. Kwa hiyo ikifika asubuhi atanipigia, atanitumia ujumbe hivyo, yani akanisogeza. Yani nikawa zaidi ya mshirika. Yani ni kama ndugu yake, mdogo wake. Basi tukaendelea. Sasa kila jambo na wakati wake. Ikafika kipindi akaanza kuongea yale ambayo anahisi kuna vitu tunashabihiana mimi na yeye. Kwamba huyu yawezekana anaweza akawa mke. Wakati mwingine alikuwa ananitania tu, binti Kiwele, mbona hujanipa historia ya maisha yako? Utamweleza, maana kipindi hicho mimi tayari nina mtoto ambaye nimezaa nyumbani. Kwa hiyo tukazungumza ndo baadaye naye akasema mimi mwenyewe niko single. Kamwambia uko single kwa umri huo, shida nini? Akasema ni mambo mengi, lakini mmoja ambalo limenifanya niwe single mpaka leo, afya yangu haiko sawa. Sasa mtu anakuambia afya yake haiko sawa. Kwamba ana kisukari, ana pressure, yani shida gani? Yani ilinifikirisha kwa muda, kwa sababu hakwenda stress kwamba mimi afya yangu ina shida, lakini hakuniambia shida nini. Nikamwambia umezaliwa una shida ya viungo vya mwili, kwamba mpaka najaribu kuhisi sasa yani nini mpaka imekufanya umechelewa kuanza familia. Akasema ni long story. Siku ambayo sasa alitaka sasa kuniambia ndio ilibidi sasa tukutane, kwa sababu vyote hivyo tunaongea hatukuwahi kukutana. Kakutana sasa yeye mwenyewe akaomba tukutane, nikakubali ule mwito, tukakutana kwamba hivi vitu tuongee face to face. Nimefika, tumeomba, tukaongea maana tulikutana sehemu ambayo wanauza chakula, kwamba angalau tunywe soda nini. Tukafika hapo, kweli tumepiga story. Baadaye akaniambia mimi nimekuita kwa sababu nimeona kuna vitu ambavyo unashabihiana na mimi. Na hisi naweza kutengeneza familia na wewe. Lakini namna gani natengeneza familia na wewe? Mimi nina tatizo hili, na hili tatizo nimelipata kwenye umri mdogo kulingana na maisha ambayo nimeishi. Ilikuwa mtihani. Unajua kitu chochote kinachoitwa ukimwi, namna ambavyo mtu kwenye taswira yake anavyofikiria kwamba ni ukimwi ni kifo. Ukimwi hauna maisha. Ukimwi huwezi kutengeneza familia. Ndivyo hata mimi nilikuwa na mapokeo hayo kwamba sasa itakuwaje? Ndio huyu sasa nataka awe mume wangu. Je, kwenye kutengeneza familia itakuwaje? Yeye mwenyewe mpaka sasa hivi hajawa na familia. Inakuwaje? Lakini kwa sababu ya ule upendo alinijengea wa kunisogeza na namna ambavyo aliniombea kwenye ile tatizo nikavuka, nikaona nikimpoteza nitakuwa nimepoteza kitu cha thamani.
mbona hivi vitu tunaweza tukavifanya nje ya hapa? Nikamuuliza, kwenye matumizi yako ya dawa yako vipi na wapi unachukulia? Akaniambia nachukua dawa Posta IDC na ni mfuasi mzuri wa kunywa dawa, isipokuwa tu nimekuwa mpweke, sijapata mahusiano kwa sababu kila anayetaka kumapproach anakataa kwa sababu ya hii shida nilikuwa nayo. Na kipindi hicho nafikiri kwa sababu mambo hayakuwa yamekaa sawa kiuchumi, maana unajua wanawake wengi siku hizi wanaangalia ana nini. Yani pamoja na kuwa na hiyo shida ana nini, kwamba yawezekana angekuwa ana nini labda angeweza kuwa amepata mahusiano. Lakini namshukuru Mungu, tuliondoka kesho yake, tuliondoka tukaenda hospitali, tukaenda tukafanya vipimo, tukapewa ushauri namna ya kuishi. Namshukuru Mungu mpaka sasa tunaishi. Namfurahia, nampenda. Yani najivunia yeye.